Sawa. Wewe kama unaenda nyumbani kwako wewe nenda. Basi wewe niache kwanza nikapunguze akili yangu. Maana yake mpaka sasa hivi usingizi wangu haupo. Mambo naye yanaziniambia. Belinda naye hayupo. Basi kila kitu hapa mimi akili yangu imechoka. Hebu niache kwenda nyumbani nikapumzisha akili. Mungu akipenda tutaonana baadaye rafiki yangu. Haya bwana mkubwa. Chunguza sasa. Shem. Oh, shemeji yangu. Vipi tena shemeji yangu? Mbona kinyonge hivi? Wewe acha shemeji yangu. Kuna usalama kweli? Salama shemeji yangu. Mbona unaonekana kama uko sawa shemeji? Kwema kweli? Kweli sio sawa. Siko sawa kweli shemeji yangu. Haya na ndugu yangu naye tangu ameondoka sijamuona mpaka leo. Ile siku yetu tulikutana ukaniambia hayupo. Mpaka leo sijamuona. Vipi na yeye? Hilo ndio linanitia huzuni mpaka saizi kwa mnyonge hivi. Mke wangu leo ana siku ya 3 sijamuona. Tangu nilipotuma kijiji cha pili mpaka leo sijamuona bado ndani. Pole sana shemeji yangu. Nishapoa shemeji. Ila Mungu atafanya wepesi. Atarudi. Asante sana. Shemeji yangu hata kwa kuanzia sijui. Nahisi kama kapotea au leo atarudi, sijaliweka maanani sana. Ila una jambo kwenye kijiji linakuwa kama vile la mzaha. Unakumbuka hata mume wako hivi kama masiala. Sasa hivi mwaka wa 2. Kweli kabisa shemeji. Yaani sasa hapa ndio watuelewi. Ndio. Kama mzima uko alipo au amepata tatizo lolote. Ila shemeji usikose kuomba Mungu. Huenda atarudi tu. Wala usijali shemeji. Sawa, hilo ni jambo la msingi sana. Na matukio yako kwenye hiki kijiji yananifanya mpaka nachanganyikiwa kabisa. Hapa unavyoniona shemeji, nimetoka kumsindikiza Zinduna. Zinduna huyu rafiki yako? Huyo. Na kwa jinsi alivyonihalisia, mpaka napata mashaka shemeji. Yaani sielewi kwa nini. Kakuhalisia nini tena? Zinduna jana alikuja nyumbani kwangu. Wakati anaondoka kuelekea nyumbani kwao, kaniambia alikutana na kitu cha ajabu. Kinavutwa kutoka barabarani kuelekea kitu mtu. Yaani hajui yeye mwenye kama ni mtu au ni kitu gani cha ajabu. Lakini kwa madai anavyosema yeye kwamba kilifunikwa mwili mzima. Kwa hiyo mpaka kaa kieleweki nini. Na wewe unavonipa hii tukio la mke wako shemeji, ndio nazidi kuchanganyikiwa kabisa. Nakosa hata nini la kusema. Unajaza hofu sana. Ukiangalia mke wangu yule na siku ya 3 sijamuona. Unavoniambia mtu anavutwa kivipi? Sijaelewa vizuri hapo shemeji. Mimi mwenyewe shemeji sielewi mpaka sasa hivi. Maana Zinduna yeye ndo amenipa hizo habari. Labda ukikutana naye uende anaweza kukupa habari. Basi nitamtafuta huyo Zinduna ili anipe habari. Kwa sababu ananitia wasiwasi mimi katika. Kwa sababu kijiji hicho sasa kishakuwa nini? Shemeji. Au wote tutemekula halisi. Sielewi shemeji. Hebu tuai shemeji. Nisije nikatukuta hapa. Kijiji chetu amani hakuna. Maisha yamekuwa magumu ndani ya kijiji chetu. Karibu shoga yangu. Shoga yangu naonje mguu wa kwako. Wewe tena kulikoni? Nikuja kukupombea shoga yangu. Umesikia habari za Loda? Loda kafanya nini tena mwenzangu? Mbona unanitisha? Loda katoroka hapa hicho kijiji kaenda kijiji cha pili.
wewe sikuzani una uhakika. Kijiji kizima hiki kinajua. Kama Roda katoroka kijiji hiki kaenda kijiji cha pili kwa huyo mwanaume muuza miogo. Sikuzani wewe kiboko ndugu yangu. Yaani Roda kabisa atoroke aende kwa mwanaume mwingine. Na huyo mume wake Dumba anamwachana naye. Sio kawaida yake na ilikuwa ni mara yake ya kwanza kumwacha huyo Dumba. Jamani, matukio yote kwenye kijiji mtasemaje mwenzenu ametoroka? Labda amepata tatizo. Si kweli tunavyomjua yule. Yule ni muuni, kashazoeleka hapa kijijini. Hilo habari ya tatizo nalijua wewe, lakini sisi tunajua kaenda kwa mwanaume huko kijiji cha pili. Yaani Roda kwa jinsi anavyompenda mume wake Dumba, uniambia ametoroka kabisa, amemwacha Dumba ameenda kwa mwanaume mwingine? Sio kweli. Shoga yangu, watu umenikumbusha. Nikinyakua mguu wangu hapa naenda kwa Dumba. Naenda kumpa hizo habari za kuhusu demu wake. Kwamba huyo Roda ametoroka ameenda kijiji cha pili kwa mwanaume muuza miogo. Wewe ulikuwepo? Yanayosemekana kijijini ni ya kweli. Sikuzani kidogo ndugu yangu. Shoga yangu, kwenye ukweli lazima tuseme. Tumechoka safari hii. Na mimi ndio nitakuwa wa kwanza kumwambia huyo mwanaume wake Dumba. Hapana jamani. Yaani wewe unataka kusababisha kabisa watu waachane kwa ajili ya umbea wako. Wewe una uhakika gani kama kweli kaenda kijiji cha pili kwa mwanaume mwingine? Jamani, kila mtu anasema kwamba huyo Roda katoroka kaenda kwa mwanaume mwingine. Lakini kwa safari hii kwa mimi binafsi siwezi kulifumbia macho. Akiasilika Dumba na asilika mimi. Karibu baba. Shikamoo mwenyekiti. Marhaba. Karibu baba. Hamjambo Hamjambo. Karibu sana. Shoga yangu. Haya mimi naenda. Karibu baba. Asante sana. Jambo? Salama za nyumbani. Salama tu. Sijui hapa. Hapa tunamshukuru Mungu. Lakini baba, hivi haya yanayoendelea kwenye kijiji unayasikia au na wewe unayaona? Kwenye kijiji naona salama tu. Watu wanaishi salama, wanalima salama na shughuli zao. Wala sina habari yote. Kama mwenyekiti, nina miaka karibuni 50 hapa. Baba, matukio haya ya watu kupotea kweli. Kila kukicha matukio mapya. Yaache kwanza, lakini mimi hapa kuja kwangu hasa nimekuletea zawadi. Wema, yani kakaangu nafuna mguu wote wa kwako. Yaani nimezunguka kijiji chote kukuuliza sijakuona. Nashukuru Mungu nimekupata. Umenipata dadangu. Unajipya gani? Najipya kuhusu habari ya mke wako. Mke wangu tena? Mke wako sikaondoka tangu muda mrefu. Hujapata taarifa kama mke wako kaenda kwa mwanaume mwingine huko kijiji cha pili? Mke wangu huyu nimemtafuta mimi nyumbani. Yaani kaenda kwa mwanaume kijiji cha pili. Tena huyo mwanaume muuza miogo. Nasikia huko tajiri baya. Yaani mimi hilo swala zawadi naomba lingesubiri tu. Ili tuzungumzie haya ya kijijini ya watu kupotea. Maana hata juzi mimi na Dumba ilitukuta tukio mpaka nilishindwa kuelewa ni nini. Tulizi kama tetemeko la ardhi limetokea. Ila mwisho wa siku hakukuwa na tetemeko la ardhi wala nini. Ila unavoniambia kwamba tuachane na watu sijui wa kupotea, baba inabidi ili ulichunguze wewe ukiwa kama mwenyekiti wa kijiji. Watu hapa hao wanaokuambia hivyo, wao wanakimbia mjini, wanakataa kazi, wanao wanakimbia huko, wanatoka hapo wanakimbia mjini, wanakataa kazi, hawataki kufanya kazi, hawataki kulima, wanawaachia wazee tu wanalima wao huo mjini. Sasa kijiji kitakuwa na watu, vijana watakuwepo, hawapo, wamekimbia mjini. Sasa lazima watu waambie, watasema hapa kijiji mbona hivi, mbona kitu fulani kimefanya hivi, tetemeko la hivi, watakuongea watu, hata mwezi umekamatwa, sijui kijiji hichi tizama mwezi ulivyo, kumbe maskini Mungu ndiye alivyotaka. Na tetemeko la ardhi inatokea kwenye sehemu yote, pengine sehemu mmeokaa nyinyi kuna vitu fulani kidogo mmefanya vya nyewe wasiwasi wenu, tetemeko la ardhi na nini. Hakuna hivyo wala tetemeko la ardhi. Wewe tulia tu, shwari, kaa tu, hamna shida. Tulia mwanangu. Sasa kwanza tuachane naye. Mimi nimekuletea zawadi. Na kuondoka jaka alikudanganyia kaenda wapi? Unajua unanichanganya. Wewe
Usitake nilie. Ndio hivyo kakaangu. Tatizo wewe kakaangu wewe mpole sana. Ndio maana yule mwanamke anakukimbia anaenda kwa mabwana uko wewe ujui. Hivi dada yangu, wewe unaongea ni kweli kweli? Kweli, huyo Loda. Au tunamzungumzia ni mwingine? Au una mwanamke mwingine zaidi ya Loda? Wewe ni mke wangu. Sasa una ndio huyo Loda. Akaenda kijiji cha pili kwa mwanaume huyo mwingine muuza miogo. Nasikia huko tajiri bara yeye ndo anayesafirisha miogo kupeleka mjini. Amekutoroka. Yaani yule naye kaka. Aya. Anga umesema zawadi sijui tu. Mimi wewe bwana mkuu wangu, si nimeshakwambia mimi sasa. Unaona bwana? Kinani hivi. Zahabu tupu ni mwanangu. Sasa nakwambia mwanangu, ukienda kwenye Jumapili kwenye vinani, nakwambia kwenye na hii sawa wewe fanya hivi. Watu bwana jamani, yule mumewe mwaka wote hayupo, sijui yuko kwenye madini huko. Tazama na dhahabu nakwambia anatembea na yeye bwana tumpate mara videa, mara nini, wewe hatari. Si unaona? Umbea utausikia. Mwanangu achana nayo hiyo. Haya sawa baba asante. Asante. Haya mimi nakwenda. Jamani. Nitaka kuondoka mjukuu wangu sijali. Sijali hayupo. Ametoka na wenzia wanaenda kucheza. Maana sijali mimi nataka nimtembeze kijijini huko na nini? Kwa sababu yule sijali ndio mimi wanda wangu. Yule ndio roho yangu. Yule ndio kichembe changu. Kwa sababu nini? Sijali yule mjukuu wangu. Nataka unajua mambo na nini, unajua nataka awe alisi kiti hichi cha kijiji. Basi iko siku nitakuja hapa nitamtembeza kijiji chote hichi. Mjukuu wangu sijali. Sasa anakuwa yule. Sasa lazima nimtembeze kidogo. Mke wangu. Ndio unarudi leo? Ndio. Nipe sababu ya kurudi leo. Nenda kutafuta dawa. Yaani dawa taarifa unazipata ulikuwa na mwanaume kijiji cha pili afu unaenda kutafuta dawa. Mwanaume? Ina maana anaigiza unisikia au? Mwanaume? Usiniambie mwanaume. Naume, twende nyumbani. Mbavu. Leo unaleta mambo ya kiuni mimi? Unaleta mambo ya kiuni mimi? Kulikoni? Wema? Njoo kwanza tuongee. Kulikoni mwenzangu? Wema lakini. Mbona kilio tena? Kuna nini? Dumba? Mami nimetoka kwa mwanaume. Nilikuwa kwa mwanaume. Nini? Nimetoka kwa mwanaume. Yaani nina uhakika huyo alosema ni Sikuzani hizo habari kampa Dumba. Nani? Sikuzani. Yaani huyo lazima Sikuzani. Maana Sikuzani alikuja hadi hapa kwangu. Aliniambia kwamba wewe upo kijiji cha pili kwa mwanaume mwingine, tena mwanaume mwenyewe mlima miogo. Sikuzani nimekutana naye wakati naondoka nyumbani. Nimekutana naye yupo yeye na Dumba. Basi nakwambia huyo Sikuzani. Sikuzani ananitakia nini mimi? Sikuzani mbona yuko hivi lakini? Shemeji kutoka nyumbani kule unanikimbia unakuja huko. Shemeji tafadhali shemeji. Shemeji tafadhali. Shemeji. Ngoja kwa shemeji bwana. Huyu nataka nimkili kwanza leo. Shemeji nakuomba, niko chini ya miguu yako shemeji. Nisamee bure tu shemeji, mimi nakuomba shemeji. Shemeji, tafadhali shemeji, mshusha hizo hasira zako shemeji yangu. Sawa shemeji? Shemeji tafadhali shemeji, mimi nakuomba shemeji. Huyu mimi amenikera. Shemeji. Yaani ananiacha mimi na siku ngapi nalalamika kwamba mke wangu simu. Kijiji cha pili huko aenda kufanya upumbavu. Na walima miogo. Leo nina siku ngapi mimi namtafuta shemeji?
Sawa shemeji, mimi najua, lakini haya mambo yanazungumzika. Tafadhali shemeji, niko chini ya miguu yako, naomba mwepushe shetani shemeji yangu. Yaani mwepushe shetani. Shemeji, niko chini ya miguu yako shemeji. Mimi niko chini ya miguu yako shemeji, naomba. Haya mambo yanazungumzika shemeji, nenda mkazungumze nyumbani. Lakini kuliko hii hatua unayotaka kuichukua. Shemeji, acha, mwepushe shetani shemeji yangu. Nakuomba shemeji, niko chini ya miguu yako, naomba utupe hiyo fimbo shemeji. Sawa? Loda mdogo wangu, nenda. Loda mdogo wangu, naomba uende. Hamna, hawezi kukupiga shemeji, naomba mwepushe shetani shemeji. Hawezi kukupiga Loda mdogo wangu. Sawa shemeji, haina shida, hiyo fimbo iweke chini shemeji. Shemeji wali mamiogo shemeji. Shemeji tafadhali, sawa naelewa shemeji yangu. Naomba muende nyumbani na mke wako mkayamalize shemeji. Bahati yako. Usikizani. Jamani, hiyo siku ana nini lakini? Kashagombanisha watu sasa. Roho yake nahisi imelizika huko alipo. Wenyewe mtu na mke wake walikuwa wanapendana, sasa wanagombana kwa ajili yake. Sikuzani huyu umbea ataacha lini? Yaani lazima nimtafute. Yaani safari hii hata nikoma. Ngoja nikamalize. Kijiji chetu amani hakuna. Maisha yamekuwa magumu ndani ya kijiji chetu. Uchawi umeshika tamu ndani ya kijiji chetu. Maisha yamekuwa magumu ndani ya kijiji chetu. Wewe, hebu subiri. Wewe kunigombanisha na mume wangu? Mimi wewe hapo. Tena leo kwanza nilikuwa nakutafuta wewe. Yaani wewe leo kwanza nikuonyeshe. Wewe. Sasa mbona umeingia kwa shari na kushikana kama hivi jamani? Kunigombanisha na Dumba? Wewe hapo wa kunigombanisha na Dumba. Mimi nikugombanisha na Dumba kwa sababu gani? Wewe umemwambia Dumba mimi nimeenda kijiji cha pili huko? Anamuuza miogo maarufu huko, mimi nimeenda huko kwa mwanaume kweli? Mimi wewe hapo na mimi siwezi nikakugombanisha na Dumba. Dumba mimi ni kaka yangu, tunafanyana tangu muda mrefu hapa kijijini. Mimi siwezi kabisa kufanya jambo kama hilo. Itakuwa nonje. Nini? Itakuwa nonje. Nonje ndio alomwambia mume wako. Sio mimi. Kwa nini nilipokuja pale wakati narudi nyumbani nimekukuta na mume wangu na ulivyoniona tu ukaondoka? Kwa nini? Mimi nilichokifanya nikawa nasalimiana na mume wako. Na kwa nini ulipokuwa subiri. Nilikuwa nakupisha dada yangu. Nisikilize. Nisikilize dada. Nilikuwa nakupisha ili uongee na mume wako. Nonje ndio mbea alosema hayo maneno yote. Na hiyo siku kanikaribisha hadi na maji ya kunywa pale nyumbani kwao. Una uhakika maneno yako kasema no? Ndio na uhakika. Wewe nila kwa Nonje. Nonje ni shoga yako lakini anakuzunguka shoga yangu. Unataka kunipiga mimi jamani? Dada yangu na wewe naye. Mbona kuachana na wewe kanishushia kipigo Dumba? Kwa nini? Sio mimi, wewe ni Nonje, sio mimi kabisa. Mimi siwezi nikakuzulia mambo ya umbea. Ya dada, umejaliwa mashallah. Hivi Nonje huyu Nonje umejaliwa kweli? Dada mimi kweli kasema Nonje. Dada mimi nasema Nonje. Mimi naenda mimi naenda. Kama kweli Nonje mbaya. Yaani yeye wa kunitetea mimi kwa mume wangu kumbe mnafiki. Ndani kijiji chetu amani hakuna tena. Amani hakuna. Karibu mdogo wangu. Karibu. Kumbe mnafiki wewe dada, mnafiki mkubwa wewe. Dada niko nakuamini. Dada kwenye kijiji hiki unajulikana, wewe ndio dada yangu. Wewe ndio kila kitu kwangu. La ndani langu nakufikishia wewe. Nzuri baya yote nakufikishia. Kumbe wewe ndio mbona umekuwa mbaya hivi? Wewe kuongea maneno haya kweli? Mimi nakukimbilia dada yangu kwenye shida na raha. Wewe wa kutoka hapa kwenda kusema mimi ile siku kwanza nakukimbilia. Hapa mimi na mume wangu nimepigwa. Umekuja kuniambia sikuzani ndo kaongea maneno haya mpaka ukaja kupigwa.
Kumbe wewe ndo mnafiki mkubwa wewe. Kwanza sikuzania, muangalie sura yake kwanza. Sura nzuri, matendo mabovu kabisa. Kumbe wewe ndo uliomuita sikuzani, kaja umempa na maji kanywa. Hivi Roda mdogo wangu. Mimi hizo siku zote haupo, niko na mume wako Dumba, tunahangaika kila sehemu kutafuta. Leo hii mimi naweza nikaongea maneno kama hayo na hizi akili zangu timamu na utu uzima wangu ule uliokuwa nao kweli? Kwanza hayo maneno wewe alokuambia ni nani? Mimi kaniambia sikuzani. Sikuzani? Hivi sikuzani ananitafuta nini lakini? Kwa hiyo hayo maneno sikuzani ndo kakwambia. Kaniambia sikuzani. Au kuna mwingine kijijini hapa? Sasa hapa nataka mguu wako, mguu wangu. Mpaka kwa huyo sikuzani. Yaani haina haja kuchelewa. Sasa hivi naomba twende. Ili tukajue mbivu na mbichi. Na nani muongo, nani ni mkweli. Yaani leo lazima tumpate sikuzani ili ujue. Ijulikane mbivu na mbichi ipi. Twende huko kijijini tukamtafute sikuzani. Lazima tumpate. Yaani mimi kabisa na utu uzima wangu huu na akili zangu zilivyokuwa timamu naweza nikaongea maneno kama hayo. Mimi naweza nikagombanisha wewe Roda na mume wako Dumba kweli? Kichwa changu kinavurugika. Yaani hapa haina haja ya kuvurugika wala nini. Umetoka niwe kichaa eti. Yaani hapa hamna kuvuruga wala kuchanganya. Naomba twende sasa hivi tukamtafute huyo sikuzani ili ijulikane nani muongo. Nimechanganyikiwa hapa. Yaani huyu sikuzani haiwezekani kabisa alizushie maneno namna hii. Yaani navurugwa jamani, leo ama zake ama zake. Nakwambia lazima kicheni navurugwa. Yule pale. Wewe mjinga wewe, yaani wewe. Yaani na hivi viatu vyake hivi. Yaani huyu mtoto huyu. Umeona kazi hiyo? Mimi si nilikwambia sikuzani mnafiki. Umeona? Yaani umeona Sasa nakwambiaje lazima tumpate. Yaani wewe hivi viatu utavifuata. Ukivya kama mwenda wazimu. Jamani. Ndio maana umbea umemzidi. Cheka hivyo kauka kwanza. Yaani mtoto mbaya yule. Mimi nikimpata yaani yule lazima nimkamate. Yule tutamfanyia kazi. Yaani tutamkamata. Yaani mpaka nimechoka. Mzee, naam. Mkuja hapa kukupa pongezi kwa kila kazi tunayokupa. Unafanya kwa wakati sahihi. Sawa. Mimi lazima nifanye kwa wakati. Uje huu umekuja kwa kutaka mtoa kafara mjukuu wako. Fanya hivi. Hili sio ombi, bali ni lazima. Sisi tumemaliza. Kijiji chetu amani hakuna. Maisha yamekuwa magumu ndani ya kijiji chetu. Uchawi umeshika tamu ndani ya kijiji chetu. Maisha yamekuwa magumu ndani ya kijiji chetu.